Sasa hivi nchi zetu, hasa nchi hii ya Tanzania, inapita katika kipindi kigumu, na hasa huko mbeleni kunakuja uchaguzi mkuu. Kuna wanasiasa na majukwaa yao na kumbi zao na sera zao na maneno yao na kampeni zao na madai yao, lakini pia kuna viongozi wa dini wana maneno yao na misimamo yao na matamko yao. Tunatakiwa sisi tujitathmini sasa kwa wakati tulionao, na tunapoelekea, kama mambo yataachwa iende kama yalivyo, basi amani iko hatarini. Ni kama mfano wa watu waliopanda jahazi. Sisi tunaoishi ndani ya nchi hizi ni mfano wa abiria waliopanda kwenye jahazi, safina. Tuko baharini, wengine wako juu, wengine wako sehemu ya kati, wengine wako chini. Mfano huu aliutoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwatolea mfano watu wanaokalia kimya mambo mabaya. Ni kama mfano wa wasafiri waliopanda kwenye jahazi, wako baharini. Hawa walioko chini hawa wakiyataka maji ili wanywe au wafanye matumizi yoyote ya maji yako juu, lazima wapande ngazi wawapite hawa walioko katikati, wende juu wakayachukue maji. Akatokea chizi mmoja katika wao awaambie wenzake, kwa nini tupata tabu kupanda juu? Nyinyi watu wa juu na katikati, lakini huko juu na maji yenu. Sisi tutoboa tundu huku chini kwenye hili dau, kwenye hili jahazi, si bahari ina maji? Tutoboe huku, maji yataingia, tutatumia. Sasa wale wa juu na wale wa katikati wakae kimya, halafu waone kitatokea kitu gani. Kama watawaacha hawa wasiwazuie, wataangamia hawa na wao pia. Kwa hiyo suala la kuwa katika hali ya amani katika nchi, katika mji, sio milki ya mtu mmoja, mtu fulani. Mambo yakiharibika, tuharibikiwa sote. Sasa je, sisi katika dawa salafia, kwa namna tulivyoisoma, tukapekua huko, tukaisoma Qur'ani, tukazisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaisoma sira yake na tarikhi yake na historia yake, tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamjua, tukawasoma makhalifa waongofu, viongozi wakuu waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, viongozi waandamizi, makhalifa waongofu, tukasoma tarikhi zao na maisha yao, bali tukasoma historia za dual na himaya na serikali zilizokuja baada ya makhalifa waongofu, kama utawala wa Bani Umayya, kisha utawala wa Bani al-Abbas na tawala nyingine zilizofuata baada ya hapo mpaka Ottoman Empire na nyinginezo. Sisi tuliosoma historia hizo, tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna jambo la kujifunza la kuweza kuwafikishia watu kwenye jamii yetu kwamba hali hii kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu tunatakiwa twende kadha wa kadha wa kadha, na tusiende namna hii na hii na hii na ile. Hatuna. Kwenye Uislamu lipo jambo hilo, bilkhususi ad-da'wa salafiyya. Maulama wake wameishi katika zama hizi, wapo na waliokufa baadhi yao katika zama hizi waliyashuhudia baadhi ya matukio. Wameyazungumzia vipi mchanganuo wake kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu. Sasa kama wale wamenyamaza, ima kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kutokujua
au kwa kuchunga maslahi yao. Je, sisi kwa nafasi yetu tunyamaze? Tukijitambua sisi tuna mchango gani katika hii jamii, basi jawabu itakuwa tusinyamaze. Ni lazima tuelekeze Waislamu njia ya kupita ni ipi. Wasichezewe na wajinga, wasichezewe na wasiokuwa Waislamu. Ni lazima lizungumzwe jambo hili kwa elimu na mifano hai, ili kila Muislamu ajue, kumbe mimi sipaswi kuingia kwenye ujinga huu. Kwenye khutba zetu za Eid iliyopita tuligusia kidogo mambo kama haya, masala ya amani katika nchi zetu. Lakini khutba ni mahali pafupi sana pa mazungumzo. Ukizungumza kwa kujikaza kabisa ili usirefushe kwa kuogopea muda, basi mimi tutatumia dakika 50, au upewe uzungumze mpaka utatumia saa nzima. Na mazungumzo haya hayahitaji saa moja wala masaa mawili. Ni mazungumzo marefu, yanahitaji muda wa kutosha, kwa sababu kuna mazonge mengi na mambo ya utata mwingi umewavaa watu. Watakiwa waondoshwe kwenye ile minyororo na ile makamba waliofungwa, uchafuzi wa fikra ulioingizwa. Watakiwa watu wajiepushe na mambo hayo, watakaswe kwenye hilo. Sasa sisi kwa nafasi yetu kama as-salafiyun na da'wa tunayosimamia, na waambie maduat, walinganizi ambao ni mashekhe na waalimu wanaolingania da'wa hii, kadhalika wanafunzi wanaosoma ilmu ambao wameikubali hii da'wa na wamekomaa katika jambo hilo mpaka wakawa makhatibu, wakawa wasomeshaji, walinganizi, kadhalika hata wale watu wa kawaida. Tutumieni fursa hii kwa yale tunayoyajua, tuyadhihirishe katika jamii yetu kwa kuwafundisha Waislamu wenzetu. Waislamu wamegubikwa na jambo fulani. Amani kwenye nchi zetu inapaswa kulindwa na ni wajibu wa kila mtu. Na sheria ya Kiislamu na hasa manhaji ya ahli sunnah wal jamaa imejenga misingi imara katika kuilinda amani. Kwa sababu Uislamu ni kitu kinachojitegemea, hauhitaji utumiwe au utumike au upange mambo yasiyokuwepo uyafanye yapo. Uislamu hauhitaji hivyo. Kila kitu kimewekwa kwenye utaratibu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kwa nafasi tulionayo kuuzungumzia Uislamu, hasa kwa haya mapito tunayopita. Inshallah kesho katika muhadhara wetu wa kesho, mimi nitalizungumzia tukio moja, kama nafasi itakuwepo pale Arusha. Nitalizungumzia tukio la fitna ya kuuawa al-Khalifatu Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na mafunzo yanayopatikana katika tukio lile, na zile hali tunazozipitia sasa hivi kwa sababu ya athari ya tukio lile. Na faida kubwa kabisa inayopatikana katika kushikamana na miongozo iliyotolewa na Qur'ani na as-Sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna dini nyingine wao hawaoni vibaya kuichafua amani ya nchi kwa madai ya kwamba wanadai haki, basi sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu iko tofauti. Na kihakika hasa Waislamu katika nchi hii tuko wengi. Umejuaje? Wengi, tuachukue hivyo sisi wengi. Basi wataka wengi, utaki sisi wengi. Kama wabisha tuhesabiwe.
Dini tuhesabiwe. Sasa nyinyi si wengi, bwana makataa kuhesabiwa? Tuhesabiwe tujue. Sisi wengi. Wewe simamisha mtu mmoja mmoja. Huyu kiongozi wa dini kwenye kanisa fulani, twamuuliza, una mke una? Sina. Yuko peke yake. Kaja peke yake, ataondoka peke yake. Mke pia hana. Wewe mimi naye. Wangapi? Mmoja. Alafu msamisha kijana atoke. Wewe Muislamu? Mimi naye mke. Una wake wangapi? 4. Wewe 3. Wewe 2. Wewe baba, wewe una kazi gani? Unabangaiza, nauza njugu, nauza hiki. Unatoa ngapi? 12. Yule, mimi na watoto wangu 2, watoto wangu 3, tosha. Sasa mpango. Alafu mwe wengi kivipi sasa? Mwao wengi kwa mantiki ipi? Na sio jambo limeanza mwaka jana au miaka 10 iliyopita. Ndio utaratibu wa maisha yetu sisi Waislamu. Tumeelewana? Kwa hiyo basi tunayo nafasi kubwa kabisa sisi Waislamu ya kuchukua mawqif juu ya ulinzi wa amani ya mahali tunapoishi. Hatuyaseme maneno haya kwa kuwa mtawala ni Muislamu au atakuja mtawala mwingine si Muislamu. Sisi tunachokijali ni amani kwenye sehemu tunazoishi. Tutumieni nafasi zetu sisi maduati. Tutasemwa sana kwamba hao ni vibaraka, hao wamefadhiliwa, hao wametumwa, kwa sababu kuna watu kwenye hii jamii kwa imani zao huwezi ukafanya jambo litakaloleta maslahi katika jamii ila utakuwa kuna manufaa wewe uyapate. Au kwa lugha nyingine, siku zote mtu muovu yeye anakuwa na dhana mbovu. Mwizi yeye anaamini kwamba watu wote wezi. Ndivyo ilivyo. Mchawi anachoamini kwamba watu wote wachawi. Na wale washirikina wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wao wanachoamini kwamba watu wote wanatumia nguvu za giza katika mafanikio. Wewe sione vile, yule pia na mganga wake. Haiwezekani, itakuwa yule na mganga tu. Na mwingine akakwambia wazi, hebu tuambie mganga wako bwana. Maana kwa sababu yeye ndivyo anavyoamini kwamba hii dunia huwezi kufanikiwa ila uwe una nguvu za giza unazozitumia za waganga wa kienyeji. Hata wale wanaotumika ima ndani ya siasa au nje ya siasa, leo kasema hili, kesho atasema lile, na ataona kwamba huu ni ujanja wa kisiasa. Umeelewa? Kuna watu wanatumika, leo anaweza kusema jambo kalizungumza jambo, kalibwaga tu, akazua taharuki, mara kanunuliwa. Lile alilolisema na kulisimamia anakuja kulikanusha. Ukimuuliza, unajua mambo ya siasa, huu ni mchezo wa siasa. Watu hawa hawaamini kwamba kuna mtu anaweza kujitolea katika jambo lake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye imani yake siku zote anaona kwamba watu wanatumika. Sasa dhana hizo zitakuwepo, lakini dhana hizo hazitufanyi sisi turudi nyuma. Tushaambiwa mengi, lakini nawaambieni wenzangu, tusirudi nyuma. Hata kama sauti yetu haitafika nyuma ya ukuta huo, itaishia hapa ndani. Tuseme ifike pale tunapoweza. Mwingine ataichukua pale, ataifikisha kule. Hivyo hivyo kwa kadiri ya uwezo wetu, na Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muwaffiq. Sisi tusimame katika ikhlasi tu. Tunachokifanya ni kwa maslahi ya dini yetu, maslahi ya maisha yetu. Anaona watu watumika, vibaraka, sio wamepewa pesa, ukadha wakadha, aone ni maoni yake. Na ndio maana demokrasia yao
watu wana maoni ya kusema, pamoja na kwamba yale wanayosema yatakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu atalipwa kwa anachokisema. Haina maana kwamba kwa sababu kuna demokrasia una uhuru wa kutoa maoni, basi maoni yako hata kama yakiwa ni ukafiri basi sio neno kwa sababu ni demokrasia. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Eti kwa sababu demokrasia na uhuru wa kujieleza umeshapewa na hizo kanuni na sheria za kimataifa, na huo msingi wa demokrasia na mwelekeo wake, basi waweza kumkashifu mtu yoyote, ukamdhalilisha mtu yoyote, alafu hakuna kitu. Katika Uislamu hapana. Tunachokisema na kukitenda kinaandikwa, na kikiandikwa kinadhibitiwa mahali maalumu. Itafika siku utaulizwa kwa ulichokisema. Haya tuache wenyewe na maneno yao. Mimi ujumbe wangu katika usiku huu wa leo ni sisi as-salafiyun, sisi ahlus sunnati wal jamaa, tulioshika hii da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya wema waliotangulia. Tutumieni nafasi zetu na yale maarifa na elimu aliyotujalia Allah na uwezo wa kufikisha. Tusimameni kideto, tulizungumza jambo hili, tuwazindue Waislamu wenzetu na Watanzania wote kwa ujumla, wale watakaopenda kujua mwongozo wa Uislamu, tuwabainishie athari mbaya za uvunjifu wa amani na faida kubwa ya kutunza amani kwenye makazi yetu na nchi tunazoishi, na zile hoja zao dhaifu wanazozileta. Maana wana hoja dhaifu kwamba haki, sasa hakuna haki, amani itapatikana vipi? Mbona kuna dhulma? Mbona fulani kapotezwa? Mbona fulani katekwa? Mbona fulani kauawa? Mbona hakuna uhuru? Mbona kuna njaa? Mbona kuna kadha? Zile hoja zao zote zajibika kwenye Uislamu, zote. Hakuna kitu kimeachwa kwenye Uislamu, zote. Wewe leta hoja yako, yote imejibiwa na Uislamu. Leti kama waweza. Sasa sisi Waislamu tuna heshima na tuna imani juu ya maandiko matakatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ukimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, yule muumini wa kweli huwezi kumdanganya hata siku moja. Lete propaganda zako hapo, piga domo lako hapo, hakuelewi. Nakwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema kadha. Hasemi hivyo. Utakayempata ni yule asiyetaka Uislamu. Lakini pia kitu kingine cha kuwanasihi na kuwashauri, ndugu zangu, tujueni historia yetu. Tukae kwa maksudi hasa tujue historia yetu. Ukiijua historia yako, umetoka wapi, uko wapi, unakwenda wapi, mtazamo wako ni upi, una maono gani, unataka kufika wapi, hakuna mtu atakayekudanganya, na wala hutapata nafasi ya kudandia agenda za watu. Watu wana agenda zao, wana mipango yao. Kwa ufupi ni kwamba ukijitambua, ukajielewa vizuri kabisa, huwezi kudanganyika wala huwezi kukurupuka. Sasa maduat, hebu tusimameni wakati mwingine tuwaelezee watu historia yao. Kwa mfano leo nataka tutoe mfano. Kuna watu wanajaribu kueneza uvumi kwamba sisi wa Afrika dini yetu ni kuabudu mizimu na kufuata mila za mababu. Sisi dini yetu ni kwenda kwenye kutambika.
Tamaduni zetu sisi ni kuruka na ungo. Tuna nguvu za giza zinazotufanya sisi kushambulia maadui. Zamani mtu akikuchezewa mpiga radi, pelekea nyuki, kwamba huo ndio Uafrika. Tuache hizi dini za wazungu na dini za Waarabu. Hapa nakusudia Uislamu sasa. Dini za wazungu kachomeka tu hapa. Tuachane na dini za wazungu na Waarabu bwana. Hizi dini za wakoloni. Alafu Muislamu atikisha kichwa. Kweli bwana, kweli kabisa. Kweli kabisa. Umekufuru. Ukikubali hilo umekufuru. Na Uislamu umeuacha. Utalikubali hilo ikiwa wewe hujui historia. Hujui historia. Ukiijua historia ya kweli utaona kwamba ushirikina na kuabudu mizimu ni ibada iliyozushwa na shetani. Shetani ndo kaizusha, si ya Muafrika wala mzungu wala Muarabu wala Muhindi wala fulani, sio dini yao. Waarabu wameingia kwenye kutambikia mizimu na kuabudu masanamu, Wahindi hivyo hivyo wakaabudu ng'ombe, nyoka, kima, chura, ngedere na vitu vinginevyo. Wazungu wakaabudu kadha wa kadha. Shetani. Wazungu wakaabudu jua, wakaabudu nyota. Ni shetani ndiye aliyewatoa kwenye asili. Lakini mpaka uisome historia ya kweli. Sasa ili kukukatisha wewe na historia ya kweli, wanakuambia hao mabingwa hao watakukatisha wewe na historia ya kweli. Wanakuambia wewe asili yako nyani. Yaani babu yako huyo alikuwa nyani. Yaani mtu asoma kitu na akisomesha pengine skuli, yeye mwenyewe aona kwamba huu ni uongo. Sasa wewe muulize mwalimu, hivi na wewe mwalimu au wewe profesa, babu yako pia alikuwa nyani? Kwa nyinyi ukoo wa nyani, yale manyani ya wapi vile? Pengine atakufukuza darasani, atakutoa kwenye chumba cha umemkashifu. Au mwambie tu nyani msomi, wewe si nyani. Ni asili yako. Sasa vipi kile kitu unachokisema sicho unachokiamini? Lakini wataka kuwajenga watu na kuwakatishia kwamba asili ya mwanadamu, mpaka kuitwa mwana Adamu, asili ni Adam. Na huyu Adam kaumbwa, yuko aliyemuumba, anaye ni Allah, amemuumba kwa mkono wake. Na vizazi 10 baada yake Adam vyote vilikuwa katika Uislamu na tauhid, havikuwa katika shirki. Shirki ilikuja baadaye, na ilipoanza Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma nabii Nuh alayhi salatu wassalam, akaikataza shirki, akampa umri, kwa sababu watu wa zamani walikuwa na umri. Kazi yake ya ulinganizi ilikuwa ni miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama. Qur'ani yasema hivi sura al-Ankabut, tulimtuma Nuhu kwa watu wake kwa miaka 1000 isipokuwa 50, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Alhasil ni kwamba asili ya wanadamu ni tauhid na ni Uislamu safi, sio shirki. Na sote sisi tutokana Nuh, waja'alna dhurriyyatahu humul baqin. Tukikifanya kizazi cha Nuh ndicho kilichosalia. Sote sisi ni wana wa Nuh. Nuh aliacha watoto watatu, Yafith, Jafet. Sam wanamuita Shem na Ham. Hao ndio watoto wa Nuh alayhi salatu wassalam. Na baba yao alikuwa ni muwahhid, alikuwa ni Muislamu anayelingania kwenye tauhid. Soma habari za Nuh kwenye Qur'an, utamwona Nuh ni muwahhid, anawalingania watu kwenye tauhid, na watoto wake hivyo hivyo. Sisi tumetokana na Ham ibn Nuh alayhi salatu wassalam. Wa Afrika na watu mataifa mbalimbali, Ham. Siko leo katika kuelezea historia, lakini ukiijua historia utaona kwamba uabuduji wa mizimu, watu kuabudu mizimu na kutambikia na kuroga na ulozi ni ibada za shetani, ndiye aliyezizusha, si Uafrika.
nilikwenda kulizungumzia. Lakini nini? Ni kwa sababu tumeamua hatutaki kuijua historia yetu. Ukiijua historia yetu sisi Waislamu kabla ya kuja wakoloni, tumesema mkoloni wa kwanza kuingia katika ardhi hizi ni 1498, miaka miwili kabla kufika 1500. Ni msafara wa kina Vasco da Gama na wenzao. Ukisoma historia pale Kilwa utaona walipokuja walikuta tayari kuna utawala, na watawala wale walikuwa ni Waislamu, kina Abul Mawahib walikuwa wako pale, watawala wenye dola yao. Hawakuwa wakiishi kwenye vibanda vya msonge vimeezekwa kwa nyasi na kukandikwa kwa mavi ya ng'ombe. Walikuwa wanaishi kwenye makasri, majengo imara madhubuti ambayo athari yake mpaka leo iko pale Kilwa Kisiwani, na walikuwa ni Waislamu. Hebu niambie, engineering waliisoma wapi? Na wakoloni hawajaja. Walikuwa wana pesa zao na wakifanya biashara na bara Hindi na Uchina na nchi za Uarabuni. Mambo ya biashara waliyasoma wapi? Walikuwa wana pesa zao. Nataka mniambie, ile majengo nani kawajengea? Na Uislamu haujui mambo ya engineering mpaka walipokuja wakoloni. Wale walipokuja walistaajabu ule ustaarabu ulioko pale, na historia yao yaeleza ya kwamba wao ndio walioivunja Kilwa kwa mizinga. Historia ndio inaeleza kwamba wao kina Vasco da Gama, Wareno, Maportuguese, Wakristo Kikatoliki ndio walioichoma Mombasa mara 2 au zaidi, wakaifatulia mizinga, wakavunja miji. Hawakuja kuimarisha. Sasa swali, hao Waislamu walijua wapi hizi taaluma za kujenga majengo? Ikajengwa misikiti. Wanasema pale Kilwa palikuwa na misikiti 99. Kajenga nani? Misikiti imejengwa imara ya matumbawe makubwa na nakshi mbalimbali. Kajenga nani? Na wazungu walikuwa hawajafika kwenye ukanda huu. Kama ni elimu wameitoa wapi? Au walikuwa wakijijengea tu? La. Ukaenda kule Kizimkazi kuna msikiti umejengwa karne ya 7 Hijiria. Kwa sasa una karibu miaka 700 na mzungu ajulikani yuko wapi. Imekuwaje mpaka leo jengo hilo lipo na la msikiti waswaliwa? Na nielewa ninachotaka kusema. Tusiaminishwe tu kwamba sasa wangekuwa kama sio hawa wazungu tungekuwa twavaa vikoi tunakunywa kahawa barazani, hatuna chochote. Ndio fikra zilizoko hizo. Sasa tujitambue kwamba si kweli. Kwani ni nani aliyejenga Cordoba? Kule Spain kuna mji unaitwa Cordoba au Cordoba. Nani aliyejenga? Ikawa wazungu watoka Ufaransa, watoka Uingereza, watoka Uholanzi, watoka sehemu mbalimbali wenda soma Cordoba kwa Waislamu. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe hatutaki kujua historia yetu, basi wakizungumza wale wakachanganya na Kiingereza kidogo, ona wataalamu kweli kweli. Wajua bwana, hawa upande wa huku mpaka wana PhD mavia kuku. Ikiwa mtu mwenye PhD aweza kuzungumza maneno ya kipuzi kama haya, faida yake nini? Sasa huku katika Uislamu wewe ukisoma ukifika kiwango fulani katika ilmu, wallahi mtu mwenye PhD utamwacha mbali sana, ana safari ndefu mno. Mimi nawaambia, si mtu profesa aingie kwenye anga zako, atakuweza wapi? Watu wasoma tu vitu vya ovyo tu vya kufikirika. Sindano hawajui kutengeneza.
kila siku wasoma. Mbona hujagundua wewe? Gundueni. Ndio taaluma tunataka sisi, gundueni. Mtengeneze viwanda, mashine ya kutengenezea viwanda na nini, gundueni. Tunahitaji. Sasa kusoma gani huko bwana, kila siku wamaliza pesa za watu tu. Babako kukulipia karo wewe. Umemaliza serikali ya kulipa wewe huna chochote unachokugundua. Kwenye Uislamu tofauti, mtu akisoma akawa huyu ni shekhe wa kweli, maarifa yake usimfananishe bwana na mtu aliyesiwa na PhD na nini, si wadharau, lakini kiukweli hasa anakuwa na maarifa makubwa sana na elimu nyingi sana. Wewe ukitajiwa zile fani za Uislamu ili uwe shekhe, utakimbia shekhe. Watu wacheni kuitana mashekhe tu barabarani kwa sababu mtu kavaa barakashia na kanzu, shekhe. Uislamu ulivyo ili mtu awe shekhe, zile fununi ambazo atakiwa azisome ili sasa huyu ni shekhe. Nyinyi mfanya masiara nyinyi, kwa lazima awe na maarifa makubwa, na ndio anaweza kulizungumza neno ukaona hapa huyu kajuaje, huyu hapa mahala pake ndipo hasa kwa ile taaluma. Acheni kudharau elimu ya dini nyinyi, acheni kudharau kabisa kwamba sasa unajua ukisoma dini unakuwa una jicho moja mpaka ongeze la pili. Lipi hilo? Mbona nyinyi mazungumza tu kuhusu mambo ya dini, hamna macho kabisa? Dunia hamjui, dini hamjui. Lakini unajua kwa sababu tu kuna kutia Kiingereza pale, ndio watu fulani wanasema wajua nyinyi wa Tanzania hamjui Kiingereza. Wewe Kiingereza kilikusaidia nini? Yaani wajifakhiri na lugha ya mkoloni. Yaani mpaka leo yani wewe ukikao wajua bwana unajua Kiingereza. Wajua Kiingereza cha kusaidia nini? Maisha yako duni. Ulimwengu shahara hapo. Acha kujipalilia na kujifakharisha na lugha za kikoloni. Achana mambo hayo, ni ujinga, ulimbukeni. Hatusemi kwamba mtu kujua lugha nyingine ni jambo lisilofaa. Jua, jifunze kwa malengo fulani, lakini ni utumwa kuishabikia lugha ya mwenzako ambayo haikusaidii chochote. Wataalamu zamani walikuwa nchi na nchi, kama wakati wa kuingia mikataba haikuwa mkalimani pale, sema hivi. Kwani wewe wafikiri hapo zamani ilikuwa Mchina akitaka kuingia mikataba na Mrasha wazungumza lugha gani? Kiingereza. Kila mmoja azungumza lugha yake. Mfaransa na Mwingereza wanazungumza Kiingereza, Mfaransa azungumza lugha yake, Mwingereza azungumza lugha yake. Wewe tu sasa suala la kuwa shekhe au padri kazungumza akati Kiingereza pale kwamba ndio wala mtaalamu, hakuna chochote hicho, ni ujinga tu. Nataka kusema kwamba Waislamu taaluma kwetu ipo katika dini yetu, na hii taaluma yetu inaweza kutuongoza katika njia ya sawa sawa kwenye kuijua dini yetu na dunia yetu. Tusijidharau. Kama unataka kujua kuziba pancha, kasomee kuziba pancha. Kama unataka kujua sijui kufuga kuku, kasomee ufugaji kuku. Lakini lazima uijue dini yako itakuongoza vipi katika maisha yako kila siku. Na wala usije ukaona kwenye Uislamu hilo halipo, lipo. Ni watu tu wamezembea katika kuifuata elimu ya dini yao. Sasa baada ya kulisema hili na kwamba sisi lazima tujue historia yetu ili tuweze kukabiliana na mawimbi haya, leo liko hili, kesho liko lile, lakini pia tusitumie jazba na lugha zisizofaa katika ufikishaji wa dini yetu. Tusimameni katika ule ustaarabu na maadili ya dini yetu.
Tayari nafasi sisi tunayo ya ufikishaji wa da'wa hii, na walillahi alhamdu maneno yetu sisi yanaeleweka zaidi. Yani shekhi akikaa akizungumza jambo la dini, hata kama hakuandikiwa, atazungumza maneno ya kueleweka ya sawa kabisa. Na kuna wengine hata mpaka umuelewe azungumza nini. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, azungumza nini huyu? Enda huku arudi huku, enda huku arudi huku, huyu azungumza nini? Maudhui yake ni nini? Amdapatiliza nini? Amjui nyampatilize. Sasa uwezo wa sisi kukinaisha, utamwona mtu kijana mdogo tukapanda juu ya mimbar, amekaa mbele, anazungumza maneno kwa kituo yanaeleweka, na hakuandikiwa na mtu yeyote. Wale bwana lazima patikane mtaalamu wa kuandikia, ana makorokoro chungu nzima hapo, asome hapo ndio aseme. Kinyume cha hivyo utasikia maajabu. Atoa tamko lililoandikwa tayari na kuhaririwa, wahariri 7. Sisi, mimi, sisi. Lakini mpe kipaza sauti tuwazungumze hivi hivi tu, utaona maajabu makubwa kabisa. Kwa hiyo nafasi ya ufikishaji sisi kwetu ipo. Tukaeni tulifikisha jambo hili bila ya mihemko wala jazba, ili Waislamu waelewe, ili Watanzania waelewe, na Afrika nzima ielewe, na kila anayezungumza Kiswahili aelewe kwamba mafunzo ya Uislamu katika hali hii ni haya, twapaswa kuwa hivi. Hili ni jambo jingine ambalo mimi nilikuwa ninawahusia ndugu zangu. Lakini jambo jingine, subra ni kitu cha msingi sana kwenye ulinganizi. Ukisimama na ukweli, wasiotaka ukweli wako tayari kukufanya chochote. Lakini sasa kwa sababu sisi tunaye Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa hai tukasalimika, alhamdulillah ala hadhihi neema, itakuwa ni ziada katika khairi na taa. Tukifa kwa sababu hii, basi alhamdulillah tumekufa katika jambo la khairi. Lakini wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, ndio Qur'ani inatuambia hakuna nafsi yoyote itakayokufa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali yakuwa ni maandiko yenye kuwekewa muda. Basi qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, waambie halitotusibu sisi ila lile ambalo Allah ametuandikia sisi, yeye ndiye Mola wetu. Tufanyeni sabr juu ya khairi hizi na juu ya ulinganizi, tusiogope, tusirudi nyuma. Lakini lazima sisi tushikane, tuwe kitu hiki kimoja kwenye haki, jambo letu liwe moja, msimamo wetu sisi na mwelekeo wetu ni mmoja, na hivyo tunapotakiwa, na hasa tunapopigania maslahi ya umma wa Kiislamu. Tutoe kauli moja, msimamo mmoja, tuzungumze. Usilolijua uliza, hapo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim. Ile saa imesimama pale, naona kile nikitazama naona time ile ile tu ibadiliki. Saa mbovu. Kwa hiyo mimi leo nataka nihitimishe maudhui yangu hapa. Nataka tujitambue kwamba sisi tuna nafasi kubwa katika hii jamii, tutakiwa tuieleweshe kwa nafasi tulionayo kwa kadiri ya uwezo wetu. Akitokea mwingine akatuunga mkono, kheri. Hakutuunga mkono, sisi tumetekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo insha Allah tutakuwa na silsila ya mihadhara inayoelezea jambo hili na hali tunayopitia, hatua moja baada ya nyingine kwa kadiri ya tutakavyojaliwa. Kwa ni silsila ya mihadhara kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Maana nilikuwa tufikiria ziara ndefu zaidi, tutembee zaidi, lakini sasa tuna majukumu ya kusomesha, tuna majukumu mengineyo. Tufanye kile kiasi ambacho kinawezekana. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Naomba mimi niishie hapa
na sidhani kwamba maneno haya makavu yanahitaji maswali. Nasallallahu ta'ala lana at-tawfiq was-sadad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.